Ujumbe wa jioni ya leo, andika kichwa cha somo akiba. Na moja kwa moja tufungue kitabu cha Isaya ile sura ya 38 na ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Haleluya. Isaya 38 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 4. Biblia inasema, ndio, siku hizo Hezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa. Siku hizo Hezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumbani mwako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza. Ishia hapo kwanza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nabii Isaya alikuwa ni nabii katika nchi ya Yuda. Historia inaonyesha kwamba ni mwaka wa 721 kabla ya Kristo. Amen. Na katika nchi ile kulikuwa kuna mfalme ambaye anaitwa Hezekia mwana wa Ahazi. Biblia inaonyesha kwamba ufalme wa Hezekia ulikuwa ni ufalme ambao Mungu alipomweka kwenye yale madaraka, alikuwa ni mtu ambaye ametembea katika njia za Mungu tofauti na alivyokuwa baba yake, kwa sababu baba yake alikuwa ameruhusu ile nchi iabudu miungu ya Baali na masanamu. Lakini Hezekia alipoingia, Biblia inaonyesha ya kwamba akawa ni mtu mwenye kutenda haki na akaliongoza lile taifa, watu wamche Mungu. Haleluya. Watu watembee katika haki. Haleluya. Sasa Biblia inasema ikafika wakati Hezekia akaugua na akawa katika hatari ya kufa, na kwa sababu alikuwa ni mtu mtakatifu wa Mungu, Biblia inasema ndipo Isaya nabii, kwa sababu alikuwa ni nabii katika nchi ile, ikabidi aende moja kwa moja mpaka kwa mfalme, akamwambia, tengeneza mambo ya nyumbani mwako, kwa sababu hautapona, utakufa. Haleluya. Wakati Hezekia amesikia yale maneno, kumbuka Isaya ni nabii, na ni nabii ambaye alikuwa anaaminika kwa sababu ya mambo aliyokuwa anayatabiri na yalikuwa yanatokea. Na hata wewe mwenyewe unajua nabii Isaya ni nabii ambaye hata amezungumza habari za ujio wa Yesu Kristo miaka mingi iliyopita na ikatokea. Hivyo itimisi kwamba alikuwa ni nabii ambaye anaaminika kwa yale anayoweza kuyasema. Hivyo alikuwa anaenda kusema yale ambayo ameambiwa na Mungu. Haleluya. Sasa ninapozungumzia kitu akiba, kumbuka ziko akiba za aina mbili. Maana yake kuna akiba njema na kuna akiba mbaya, na kuna akiba zinazoweza kuonekana katika mwili, maana yake kwa maana ya vitu tunavyoweza kuwa navyo kama fedha na vitu vingine. Ilipofika mahali hapa, kama alikuwa mfalme, maana yake inaonyesha kwamba Hezekia alikuwa na vitu hivyo vya thamani. Haleluya. Alikuwa na fedha, alikuwa na, kwa sababu rahisi kuna kitu chochote anawaza. Haleluya. Sasa Biblia inasema akafika mahali akawa yupo katika hali mbaya, akawa ameugua na yuko katika hatari ya kufa. Ikabidi wakati nabii ameenda kupeleka taarifa, yeye alikuwa anapeleka taarifa, kwa sababu Mungu hafanyi jambo lolote bila kuwajulisha watumishi wake. Maana yake ukiwa mwenye haki na unapotembea mbele ya Mungu, anaweza akazungumza, hata mambo yanaweza tokea baadaye. Haleluya. Tunaelewana watu wa Mungu? Kama unaelewa, punga mkono hewani namna hii na mpe Yesu kigeregere na makofi ya kumpendeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo kaendelea kusoma hapo mstari unaofuata,
Hezekia akafanya nini? Mstari wa pili. Ndio.